Kwa majina ni Pastor Obare. Jackson. Jina jingine la nyumbani ni Muhindi. Alifahamiki vizuri. Lakini nalipenda. Kwa sababu ni jina lako na ni jina la familia pia. Hilo ni la familia. Nafanya kazi na South Kenya Conference. Na mimi ni pastor kule Nyachenge District, South Mugirango. Mahali tunagonga ile kegusi ya DD. Sawa kabisa pale. Basi karibu sana katika studio zetu. Na tutakuwa tunalingamua lile ambalo nilishakumweleza mtazamaji na msikilizaji popote pale alipo. Na pia nadhani vijana wa South Kenya Conference wanafuatilia kwa sababu I shared the link katika WhatsApp group yao. Kuna wengi najua wanafuatilia na kuna wale ambao wako na maswali pia watakuwa wanauliza tunapozidi kusonga mbele pale. Pia Pastor, swali lile la kwanza ambalo wengi wanauliza, hawa ambao tunataja kwamba ni wanandoa wachanga. Tuseme kwamba umri wao maybe kwa wale ambao wameingia ndoa ni chini ya miaka mingapi ama ni kuanzia miaka mingapi hadi miaka mingapi pale? Asante. Nasema kwamba hili ni swali nyeti kwa wanandoa. Na kwa miaka ambapo tumefanya kazi hii ya Mungu, kuna changamoto mingi sana. Especially wanandoa wale wameingia kwa ndoa kwa miaka especially wa kwanza na chini ya 20. Hapo ndio changamoto zipo. Wale wameshafika 20 na kwenda juu, unajua wamekaa na wamesoeana. Na wamesema sasa hii maneno tumemaliza. Ni kusema tu vile ambavyo vijana wanasema kwamba kaende tu. Kaende tu. Basi ni kama huko unajua kwamba ile miaka ya wale ambao ni wanandoa, wale ambao wameoana na umri wa ndoa yao iko chini ya miaka 20, basi wale ndio tutakuwa tunaangazia zaidi ni changamoto zipi zile ambazo wanazipitia katika maisha haya. Basi Pastor. Naam. Kuna wale husema kwamba ndoa haina formula. Wengine husema kwamba lazima ujipange miaka fulani ndio uanze kuingia katika ndoa. Wengine kama vijana wengi husema kwamba mimi ningependa kuingia ndoa ama kwa ndoa kama nimepata mali vizuri, nimewekeza vizuri, niko na magari, nimejenga manyumba mazuri pale, niko na biashara za kwangu. Ni kipi ambacho unaweza waambia kuhusiana na kujipanga katika kuingia ndoa kabla tujaanza kuangazia zile changamoto ambazo wanazipitia katika ndoa? Asante. Ningependa kuzungumzia vijana. Vijana usipojipanga vizuri, utakuwa unaingia ndoa ukiwa na changamoto. Ndio. Lakini ukiwa umejipanga, angalia miaka uko naye. Ujue kwamba ni wakati gani unamaliza shule ya msingi. Uingie shule ya sekondari. Na baadaye Mungu akikubariki na ukiwa una maono, basi utaingia kwa college ama university. Na hapo unapoingia endelea kujipanga. Ukiangalia miaka yako vizuri, ujipange katika hali ya masomo. Maana kitu najua Jeff, vijana wengi ndio ni kwamba wengine waliosaliwa katika maisha ya hali ya chini, wengine wanaona ni kwamba ni kero ama ni shida fulani. Lakini kitu najua kwamba unapojipanga hata utoke katika familia ya chini ukiwa umejipanga vizuri. Naona hapa kuna mmoja anauliza kwamba kujipanga ni namna gani? Sasa nitasema kwamba nimejipanga ndio niseme sasa mimi niko tayari kuingia katika ndoa. Nashukuru sana kwa rafiki huyo ameuliza swali hilo. Vijana wetu kujipanga kabla kuingia kwa ndoa ni jambo ambalo linakuja kwa wakati wake. Ndio tumesema kujipanga, angalia miaka unaye. La pili, kabla hujaanza kumchumbia mtu, neno la kwanza, hakikisha kama ni shule ulikuwa unaenda shule, umetamatisha kwanza.
Naona watu wengi sana wakiingia kwa ndoa na bado wangali wanasoma. Kuna changamoto kubwa. Huwezi kutunza mke na bado uko shule. Mtoto ndio huyo. Basi kuna kitu kimoja kitaumia. Ndio. Kwa hivyo kujipanga, maliza shule. Ukimaliza shule na wewe jaribu at least kupata kitu fulani unafanya. Na kama kuna wale ambao hawakubahatika kumaliza shule, wao wafanye nini? Kama hukuenda shule, kuna mambo machache unaweza kuyafanya ili kujimudu kimaisha. Jambo la kwanza, kama mna shamba, ingia shamba, fanya kazi. Ili utengeneze mali. La pili, jenga nyumba. Je, wewe hujaona vijana wanaoa hapa mjini, hapa town, lakini nyumbani hana nyumba? Je, ukienda nyumbani mke atalala wapi? Na wakati mwingine unapata unaondoka hapa town unaenda nyumbani na mke wako. Mkifika nyumbani mnaenda kulala kwa brother yako. Na kuna changamoto nyingi ukilala kwa wenyewe. Na ukipata na huyo brother wako ameoa, basi wanawake wawili hawataishi kwa nyumba moja. Ni kweli. Mambo ya marundukano yataanza pale na mambo mengi. Vitina itaingia. Baadaye vitatokea pale. Vitatokea. Kwa hivyo kujipanga ni njia nyingi. Tumesema wale wanataka kusoma, malizeni shule. Wala hawajasoma, kama ulifika standard form 4 pesa ikapotea ama standard 8, at least you can do something. Kinaweza leta fedha kwa mkono wako. Ili fedha hii ikusaidie kujipanga kwa ndoa. Pasa tena kuna kitu pale umeweza kuzungumza kuhusiana na mtu akiwa shuleni. Kidogo unapata kwamba nitoe tu mfano kwamba unapata wengi vijana wa Adventista wakienda vyuo vikuu pale. Mwaka wa kwanza, akimaliza mwaka wa kwanza, kuanzia mwaka wa pili tabia zinaanza kubadilika. Maybe anakuwa exposed kwa ile tradition mpya ama culture mpya ambayo ameweza kupata pale. Unapata kwamba wameweza kubadilisha mienendo yao. Hata kama umesema kwamba mtu ako katika shule anaendelea kusoma, bado anafikiria, anakuwa na boyfriend, wanaanza kudate pale. Hata wengine wanapata wameanza kuko happy kama wanaanza kuishi pamoja. Kidogo pale kuna wengi husema kwamba ni wazazi wamefeli kufuatilia, ama ni kijana huyu ambaye ameenda pale mbali kwa sababu anaona kwamba yeye ako mbali kutoka kwa wazazi na hakuna yule ambaye atakuwa anamuuliza maswali. Tunaweza sema kwamba ni kutoelekezwa vizuri wakati alikuwa na wazazi wake nyumbani, ama ni ile tu pia pressure tu imempata tu pale na ajui ni kipi aweze kukifanya pale. Naweza kuzungumzia hayo kwa hali mbili. Ya kwanza, wengi tunaposoma kitabu cha Methali 22. Methali 22 fungu lake la 6. Inasema maneno mazuri sana. Na fungu hili wakati mwingi linakumbusha wazazi kutekeleza wajibu wao. Watoto wanapozaliwa wakianza kukua, itafika wakati wa umri fulani. Unajua kama sisi watu wa Adventista tunapenda sana kufundisha watoto wetu maadili mema. Na tunafanya jitihada zote kuona kwamba watoto wetu wamepata kile ambacho wanastahili kupata. Sijui kama umelipata. Ndilo, na ningependa ulisome hapa kidogo. Kulipata linazungumza maneno mazuri sana, especially kwa wazazi wetu. Kuna jukumu wazazi wanaye. Na wasipolitekeleza watalia baadaye. Kwa hivyo hiyo ndio sehemu ya wazazi. Umesema pale ni Methali 22 fungu lake la 6. Fungu lake la 6. Naam. Biblia inasema kwamba mulee mtoto katika njia ipasayo. Mulee mtoto jinsi mpasavyo. Naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hata atakapokuwa mzee hawezi kuisahau. Ndio. La kwanza, msasi atekeleze wajibu wake vizuri.
Jinsi unavyonunulia mtoto wako nguo, unapomnunulia chakula kizuri, unapomtembeza kwenda mjini, wakati mwingine unatoa watoto wako nyumbani, unawapeleka swimming, unaenda na wao Kisumu, Nairobi, unataka watoto wako waishi maisha mazuri. Usisahau kutekeleza wajibu wako katika hali ya kiroho. Ni ya msingi. Hata Yesu alifanyiwa hivi. Ukisoma Luke 2:52 utaona jinsi Yesu alivyolelewa. Mtoto anayelelewa katika nyumba ya Bwana ni tofauti kabisa na mtoto hajailetwa kwenye nyumba ya Bwana. Kwa hivyo la kwanza, wazazi wana jukumu kubwa. Mzazi yeyote anayenisikiliza leo, tazama watoto wako vizuri. Utagundua kama watoto wako uliwalelea kanisani, wana tabia tofauti kabisa. Hata watakapofika sekondari, wakienda university, they will be unique kutoka kwa watoto wengine. Hilo ni la kwanza. La pili, nisungumuzie kijana huyu ama mtoto huyu. Mzazi amefanya kazi yake vizuri, amekulea, amekupeleka kanisani, amekunulia kila kitu. Imefika umri sasa unaingia kwa chuo. Na wewe kubali kuyatekeleza yale ambao ulifundishwa. Usipofanya hivyo, mzazi hajafeli, wewe ndio umejifeli. Kwa hivyo kuna mambo mengine hatuwezi kulaumu wazazi wale ambao wamefanya wajibu wao. Kwa hivyo chef, ningependa vijana wanaonisikiliza, yawezekana wakati mwingine umezaliwa kwa mji ambapo hakuna Ukristo. Lakini Mungu amekusaidia, umekutana na marafiki ambao ni marafiki zako wengi ni Wakristo. Kama mimi sijalelewa kwa dini. Hapana. Mimi nimelelewa kwa pombe. Maana wazazi wangu pamoja na kijiji mahali nimetoka kulikuwepo na pombe mingi sana. Hata anajua kwamba wale ambao ninafuata wengi walikuwa affected. Ndio. Mimi nimekuja kwa sababu ya urafiki marafiki wachache niliokutana na wao, wakakuja kunionyesha mlango wa kanisa. Na tangu muda huo basi maisha yangu yakaanza kubadilika kidogo kidogo. Ukiuliza wazee, kwa wale ambao walikuwa wanawauzia pombe, mimi ni mmoja wao. Lakini katika hali ya mipango mizuri ya Mungu, Mungu akaniokoa kutoka kwa pombe. Amen. Sasa ninapoingia katika, mimi hata sijasomea kwetu, kwa ile hali ya kuonyesha kwamba na mimi nimefanya juhudi zangu, basi brother to my mother akaja akanitoa nyumbani. Kwa hivyo nimesomea kule, nimekulia kule, na hapo sasa nikaja baada ya form 4, Mungu akaniita. Nikajipata nimeingia katika chuo kikuu cha Baraton. Baada ya kufanya wajibu wangu, nimefanya sehemu yangu. Nikasema ndoa sio ya kwanza. Maana ni mimi nimetoka katika hali ya chini ya kimaisha. Hatuna hata nyumba. Ungekuja kwetu Jeff wakati wote wewe unashangaa. Maana tulikuwa na kachumba kadogo tu, tunalala wote, wazazi na watoto wote, na tulikuwa almost 8 katika chumba kimoja. Hata kupata chakula ilikuwa ni shida. Mulo tu wa jioni na utoshi. Ukiangalia mahali ambapo tulikuwa tunalala hata wewe unashangaa. Kwa hivyo kuna wakati mwingine mimi nasema hakuna kijana anaweza kublame wazazi. Una jukumu kubwa ya kubadilisha maisha yako. Alright. Ikiwa mama yako amekuzaa na baba yako, umepata walijaribu kujenga chumba cha nyasi. Na wewe unaweza fanya juhudi zako, ukaleta hata bati. Kwa hivyo vijana wanaonisikiliza, una jukumu kubwa sana kubadilisha maisha yako kabla ya kuingia kwa ndoa. Maana usipofanya hivyo, utaendelesha ile maisha ya kwanza. Na hiyo ambao usiyokataa, basi ndoa hiyo haitakuwa tamu. Haitakuwa tamu. Yeah. Alright, ndiyo kauli yake pastor kuhusiana na maisha ya vijana wale ambao wanajiunga na vyuo vikuu, kidogo pale upotea kidogo. Mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika 3 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Tupate break fupi, nikirejea nikufahamisha yale ambayo yametokea humu nchini. Pastor, karibu tena
Basi kuna lile ambalo tulizungumza awali kusema kwamba watoto wa kike na wa kiume chinzi vile ambavyo wanapaswa kuwekwa, kuishi, vile ambavyo wanapaswa kulelewa, hata kama wakitoka katika nyumba zao ama katika familia za kwao, wakienda vioni ama shule sehemu mbalimbali, wawe kwamba ni watu wa kujiweka vizuri. Ukasema pale kwamba Biblia inasema kwamba mtoto akilelewa vizuri tu ama akilelewa vizuri, basi kuna lile jambo ambalo hata hawailisahau, na wazazi wakifanya sehemu yao, na yule kijana anapaswa kufanya sehemu ya kwake pia. Ni kweli. Basi tuangazie ni changamoto zipi sasa hizi ambazo zinakumba familia changa katika jamii yetu, aswa Wakristo zaidi. Asante sana Chef. Baada ya kusungumzia jinsi vijana wanapoingia katika ndoa changa, ikiwa wamejimudu vizuri na wamejipanga, na wameingia katika ndoa yao, wengine wanaweza fanya harusi. Kuna wengine wale wanaokuja come we stay, ni ile ya kukutana na kusema tuanze maisha. Kwa hivyo kila mtu ana jinsi ya kuingia kwa ndoa. Tayari kuingia sasa katika ile miaka chini ya 20 niliyosungumuza, miaka 5 ya kwanza wakati wanandoa wameanza maisha. Unajua hapo kuna upendo wao uko hali ya juu sana. Hapa utasikia watu wanaitana majina mazuri. Unasikia oh babe, unasikia sweetheart, you are my fridge. You know, majina kama hayo, yale you are my darling. Wamepata majina mazuri kutoka kwenye uchumba wao. Na katika hali ya miaka hii 5 kuja chini sasa, hapa baada ya mwaka mmoja, ikiwa hawa watu ndoa yao haiki kukitwa katika misingi ya neno la Bwana, basi changamoto huanza kuingia. Katika mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5. Jeff, nataka kukuambia miaka chini ya miaka 5, kama wanandoa hawezi kuachana, hiyo ndoa itaendelea mpaka mwisho. Less than 5 years. Yes. Maana hapo ndio kuna changamoto mingi sana. Hapa unajua ndio sasa kuelewana imeanza. Pale nyuma katika hali ya uchumba, unajua kuna kujificha sana. Na unajua mnakutana na binti wako ama kijana, hamna muda pamoja na kuanza kujuana vizuri. Ni ile hali ya kukutana mjini, mnakunywa chai pamoja, ama soya, ama chips na kuku. Hapo sasa kuna kusemesana. Kuna hali ile nzuri, mnaweza piga kitu inaitwa picnic, ama mkatembea kwenda Mombasa. Katika hali nzuri, yani ndio maisha huanza. Hapo hamjaona changamoto yoyote. Bali tu mnapoingia katika ndoa, changamoto huanza. Ya kwanza, niruhusu sasa kutaja changamoto chache kwa sababu tuna muda mchache leo. Tukipata nafasi zingine tutaweza kuja endelea. Lakini changamoto ya kwanza katika ndoa changa ni what we call communication. Mawasiliano. Mawasiliano katika ndoa changa. Ndio maana tukasema katika lugha ya Kimombo, challenges faced by young couples and solutions. Kwa hivyo katika hali ya kuanza maisha ya ndoa, katika uzuri huko, na kuna changamoto. Na huwezi kuebukika kuona changamoto hizi. Ndoa yeyote lazima changamoto iwepo. Na ya kwanza kabisa ni mambo haya tumezungumzia ya communication, mawasiliano. Jinsi mumeingia katika harusi ya ndoa yenu, msipokuwa mumeanza kuelewana,
vizuri. Unajua nafundisha vijana katika ile hali ya kwenda kumalizia kuingia kwa ndoa. Kuna what we call likes and dislikes. Ile hali ya kujua kwamba huyu mchumba wako anapenda nini, anakasirika namna gani. Kuna wakati mwingine mnaambiana kwamba tutakutana mahali fulani saa 8. Mwingine anakuja saa 9. Mwingine alikuja saa 6. Hapo mambo yanaanzia hapo. Na wengi hawaonyeshi kwa sababu ya upendo, hutomwambia kwamba umenikosea. Sasa hapo basi watu wakikuja kuoana, wakiingia katika ndoa yao, marumbano yameanza hapo. Katika hali ya kusungumuziana ni crucial katika mambo ya ndoa. Jinsi unavyosikia, ambia rafiki yako ama mchumba wako ama mke wako vile roho unasikia inakudunda. Usipoongea asila itakuwa inajaa. Ndio maana unakuja unaona watu wameuana. Unasikia watu wameoana mwaka 1, 2, 3, watu wameachana. Kuachana iko, watu wengine wanauana, wengine wanafanya separation. Hata wengine wazazi wanaweza ingilia kati. Na shida zinaingia nyingi sana katika ndoa hiyo. Lakini ikiwa basi familia hii, especially ni familia ya Kikristo, kuna kuzungumziana. Umekuja, kama uko mjini utachelewa nyumbani, piga simu, mwambie I'm coming late. Hili na yeye umuandae. Unapomwandaa, hata ukija ukiwa umechelewa, basi atakuwa yuko sawa. Kwa hivyo chef, mimi naona kwamba katika hali zote jambo kuu katika ndoa ni mawasiliano. Kusungumuziana. Wakati umekasilika, wakati unasikia vizuri, sungumuziana. Mwambie your partner jinsi unavyosikia. Na usipofanya hivyo, basi italeta msoso katika ndoa yenu. Kusungumuziana ni hali nyingi. Kwa mfano, siku hizi tuna mambo ya teknolojia. Simu imekuja. Ndio. Simu ni kitu ambacho huwezi ficha. Simu ni kitu unaongea wakati wowote. Uwe Mombasa, uwe Nairobi, na ndoa yenu mnaishi huko Nyanchwa, mnaweza zungumuziana. So watu wasiposungumuziana, basi ndio shida inaanzia. Hili ndio changamoto kuu katika ndoa zilizo chini ya miaka 10 na 20. Maana hapa kuna mahangaiko mengi, kuna kutafuta, kuna hali ya kimaisha, watoto wanaingia, kuna kusoma, kuna watoto kupelekwa shule. Katika sehemu hii sasa inaleta shida nyingi sana. Na kwa Kiingereza tunasema misunderstanding and lack of effective communication. Yes. Very important. Effective, tunapozungumzia mambo ya different misunderstanding and lack of effective communication, is all about understanding one another. Yes. Jinsi mtu anavyo operate. Understand your husband. Anatoka wapi? Anaenda kazi wapi? Ni masaa mangapi atakaa pale? Baadaye akitoka pale anaelekea wapi? Mkiwa umezungumziana vizuri, na huyu mume na yeye ajue mke wake vizuri, ratiba yake, hakutakuwepo na vituko katika ndoa. Kwa hivyo la kwanza ni communication. Ndio. Watu wazungumziane. Hata ikiwa umechoka na mtu kiasi fulani, zungumziana katika ndoa. Eleza jinsi unavyosikia, na huyu mwingine anaposikia, basi chef, kuna kitu inaitwa katika communication. Mwingine anapo communicate, there's what we call listening. Yes. Kusikiza. Hiyo ni gift. Najua kuna watu wengine wasikizi. Ni kweli. Na katika ile hali ya kusungumuziana,
mume anazungumza na mke anazungumza. Is there communication there? Kuna ni kupiga kelele tu. Ni kelele. Na kelele inapoingia katika hali ya mazungumziano, hasira inapanda. Na hapo watu usahau hadi zao, usahau upendo wao. Basi marumbano huanza na vita huingia. Na utasikia watu wameachana. Nafikiria nimeelezea jambo la kwanza katika hali ya upana. Ni kweli. Sijui kama wale wanatusikiliza wanatufuatilia. Wanafuatilia, naona hapa mmoja anaitwa Shemu Mpasa anasema Deacon Festus Nyagaka, Nyabigege Central DA Church, a pastor, it's not only to young married couples but to any married man, any married man and woman. I hope this will reach to them also. Thanks, Pastor. Amen. Na pale naona Emily Karasi kutoka Egypt. Pale anasema kwamba ngobu hatetebu ya I salute you all. Hakuna ndoa haina makasiriko. Kitu mzuri ni mkae chini mtafute jibu nyinyi wenyewe. Amina. So wanafuatilia. Kukaa hiyo, kukaa chini. Lazima kuzungumza kuwepo. Lazima mazungumzo yao. Hamwezi kukaa mkule tu. Na kitu nimekuja kuona chefu kizuri. Ukiona makaziliko yameingia kwa nyumba. Ndio. Tafuta muda mwafaka. Tokeni kwa nyumba yenu. Maana mnapoendelea kukaa kwa nyumba kuna ile hali yenu ya kuishi. Mnapoanza kuzungumziana mnapata kuzungumziana makaziliko yameingia. Na ikianza kuingia basi mtajikuta mmeanza kupigana. Tafuta nafasi mtoke nje. Nenda mahali fulani. Mjifiche pale. Chukua chakula. Mkule. Mnapoanza kula ile hali ya spirit ile ilikuwa imeenda juu inarudi chini. Na mkiwa na eneo tofauti kuliko mahali mlikuwa, basi mnaweza kuzungumziana sasa. Ni kweli. And be honest. Hicho ndio watu wengi hawapendi. Unapata mmoja roho yake imefunguka, mwingine haijafunguka. Ni kweli. Kuna vitu vingine tutakuja kuangalia kwenda chini, mbona communication haikaangi vizuri. Kuna vitu vichache vinaweza fanya communication isikue vizuri. Katika Helda wangu wamesema kwamba sio ndoa ya watu wa miaka 20 pekee yake. Lakini leo tulikuwa tunaangazia kwa wale ambao ni wachanga. Maana communication, unajua hao wamekuwa miaka zaidi ya 20, 15, 20 na kwenda juu. Wao tayari wamesema liwe liwalo, tutaishi pamoja, safari hii tutamaliza pamoja. Na mjue kwamba lazima muweke kitu naitwa kutofautisha ndoa ya watu ambao wameona wakiwa kanisani na wale hawajaona wakiwa kanisani. Hizi ni ndoa mbili tofauti. Changamoto kuna slight kuna ile hali ya kama wale ambao si wa Kristo, unajua uwezi kuambia waombe. Wakati mambo imeharibika, hawajui maombi ni nini. Kuna yule yeye anaelewa kwamba wakati mambo imeharibika, kuna yule sasa yeye anaelewa ni kuchukua fimbo na kuchapa. Mwingine ni kufanya vituko hapa na pale. Ni kweli. Especially kama watu wanatoka, mimi natoka Kisii. Umogusi. Original. Hey, akikazirika. Mume. Na sura yake. Black kama yangu. Hey. Umenikumbusha kwamba leo asubuhi katika gazeti moja, nadhani gazeti lile la The Standard, kuna taarifa ilikuwa pale ni kwamba mwanamke aliweza kumpa chakula bwanake. Na chakula kile ambacho alimpa hakikumfurahisha. Alikuwa amempa spaghetti. Na pale kwamba ikawa kwamba huyu bwana amekasirika, hata ameenda kotini kusema kwamba sasa bibi yake afanye kazi ile anafaa kufanya, sio kwa kumchunga, kwa kumpikia chakula. So wapo kotini, hilo hatutalizungumzia zaidi, lakini kile ambacho kimewafanya waende kotini ni kupikiwa chakula ambacho yeye hapendi na hataki. So nikaona asubuhi pale shabiki mmoja akasema kwamba
tulikuwa na mwenzangu pale tukizungumza ni nini kile, je ni vizuri katika ndoa hii sasa waelekee kotini ama ni kitu ambacho wangeketi chini waweze kusuluhisha. Mwenzangu akasema haina shida kama ameona kwamba hiyo ndio njia nzuri tu ya kwenda. Pale nilikuwa na mmoja akisema kwamba huyo si kama mkisi hawezi taka kusikiza mambo kama hayo. Lazima atataka apikiwe asubuhi, apikiwe lunchtime na aweze kupikiwa masaa ya jioni. Basi ikiwa kwamba hilo ni moja la lile ambalo wanandoa wanafaa kuelewa ni jinsi ya kutofautisha ama kutatua tofauti zao ikiwa kwamba wameweza kukasirikiana, jambo limekuwa pale. Na kuna pasi kitu ambacho ulitaja kabla tujaenda katika pointi ya pili katika mawasiliano. Ukasema simu. Simu hatuwezi ificha. Hauwezi kuificha. Na kuna watu ambao hupiga simu wakati wowote ule depending ni nini kile ambacho kimempata. Tuchukue mfano, mimi ni mtangazaji. Kuna wakati wowote naweza pigiwa simu niambie kuna jambo ambalo limetokea mahali fulani. Kwa nyumba yangu kuwe kwamba maybe ndio tumekaa tunakula tena nimeitwa nafaa kukimbia mahali. Na nitoe mfano mwingine wa daktari. Unajua daktari ni kama askari. Akipigiwa simu kuna emergency hapa lazima atoke. Anatoka. Na simu imeleta shida nyingi katika familia. Na kuna wale watu ambao katika ndoa hawazungumzi. Atapata simu yako, aipitie leo na kesha atapitia aone kama kuna mtu ameona pale mnazungumza naye. Aswa awe ni wa gender ingine ama ni mwanamke na wewe ni mwanaume, aone yale mawasiliano ama mazungumzo yenu vile ambavyo yapo. Na maybe umeambia mtu ni asante sana dia. Jina dia tu peke yake. Hata tunaona kwamba mitandao kama vile Safaricom huwa wanaita watu vile. Wengine wanalichukua kwamba huyu ni nani ameitwa dia hapa. Anaanza kufuatilia na hawaulizi. Siku moja unapata mtu amekuja impromptu katika afisi. Ni kweli. Na akicha pale afisi maybe anasalimia pale reception, anauliza nataka mtu fulani. Lile jina lile ambalo aliona limesafika kwa simu, anauliza. Na pati nzuri ama ambaye anapata kwamba huyu anafanya kazi pamoja nawe katika afisi. So unaona hii simu imeleta shida kwa wale watu ambao hawazungumzi. Mtu hawezi kuuliza, aulize Pastor Bahari. Na kweli nimeona hapa kuna Rispa kwa simu. Na huyu Rispa ni nani? Kuna watu wale ambao hawazungumzi. Je, hii simu sasa tufanye nini? Ni tuweke masharti kwa familia kwamba nikifika kwa nyumba nafaa kuizima, ama tuitengeze kisanduku pale tuseme kwamba simu zote sasa tusifungie hapa, ni mambo ya familia. Tufanye nini kuhusiana na mambo ya mawasiliano hasa kwa simu hizi? Asante sana Chef. Unajua tuliposema kuzungumziana ama mawasiliano katika ndoa yana mambo mengi sana. Ndio. La msingi tulisema, unajua katika enzi za baba zetu hakukuwepo na simu. Kwa hivyo hatukutarajia marumbano mengi jinsi leo teknolojia imekuja. Hii ndio maana tunasema ni mimi nazungumzia ndoa sana wala ambao wameoa kupitia kanisani. Maana wakati mwingine walipata nafasi wakapitia mambo machache ambayo yalikuwa yanawaandaa kuingia kwa ndoa. Hawa wengine ambao si wa Kristo yawezekana kwamba hawangejua. Lakini wala ambao waliopitia yawezekana kwamba walizungumzia jambo la communication. Na wakasema mambo ya lazima uzungumzie mambo ya simu. Jinsi watafanya kwa simu yao. Maybe kila mtu akae na simu yake. Hakuna mtu kuguza mwingine. Na hilo wakati mwingine katika ndoa zingine lipo. Huwezi kureceive simu ya mume ama ya mke. Watu wengine wameamua kwamba waishi hivyo. Watu wengine wameamua kwamba muna uwazi katika hali ya mazungumziano, katika hali ya simu. Unaweza kureceive simu yako, huyo anaweza kureceive. Na hii inaletwa Chef kulingana, kuna kipengele katika tunapofanya kitu inaitwa courtship. Ndio. Tunafundisha vijana wetu kipengele kinasema kwamba utazungumzia hali ya education. Huyu unaomuoa amesoma akafika wapi? Na wewe umefika wapi?
Huwezi kumaliza university uko na degree halafu nao mtu alimaliza na standard 8 ama form 1. Reasoning yenu ni tofauti kabisa. Ni kweli. Sasa huyu ndiye anaona akiona simu imeandikwa dear, inakuwa ni shida. Ni shida. Hapo mambo yameharibika. Maana hajajua kwamba dear linaweza tumika katika hali nyingi sana. Kwa hivyo shida kama hii inapoingia katika ndoa, unaanza kupekua kwenda nyuma hawa watu hali yao ya mambo ya education yamefika wapi. Kwa hivyo vijana wenzetu, musije mukabuhusa jambo hili la kielimu mnapoingia katika ndoa. Ni la msingi sana. Hatuwezi kulikazia sana kwamba hilo ndilo litafanya watu wazioana ama waoane, lakini ni kati ya vipengele ambavyo unastahili kufuatilia unapoingia katika ndoa yako. Na hili si lazima uwe Mkristo ama usikuwe Mkristo. Lakini ukiingia katika sehemu hii, maana kuna utatanishi mwingi sana, inahitaji watu wafuatilie. Kwa hivyo Chef, mimi ninasema kwamba inategemea ni nani umemuoa katika ndoa. Basi itategemea jinsi ya mazungumzo yanapoendelea. Hata katika hali ya simu. Ndiyo. Hata katika hali ya pin, kuweka pin kwa passwords katika simu. Na ni kitu ya msingi. Kuna watu ambao simu yake ukienda Facebook ni password. Ukiingia WhatsApp ni password. Twitter ni password. Yaani kila upande amefunga kote kote. So inaweza kutegemea kuna shida katika ndoa hiyo. Kuna shida, kuna tatizo. Lakini watu wanapokuwa na ile uwazi, nyinyi wote wawili muwe na ile kitu inaitwa trust katika ndoa. Na ndoa nyingi sana survive kwa sababu ya trust. Kama trust haipo, hiyo ndoa Jeff inaisha karibuni. Basi ni kauli yake Pastor kuhusiana na mawasiliano yanapaswa kufanywa namna gani. Tuende break fupi tu, tukirejea tutakuwa tunaendeleza mazungumzo yetu, ila baadaye nitakuwa nikikutaarifisha ama kukupa habari zile ambazo zimetokea. Tunapata wimbo wa Nyachenge. Asante sana. Kabla sijaenda kipengele cha pili, tayari nimesema machache kuhusu mambo ya communication. Ndiyo. So mtu ambaye anatusikiliza, ni wajibu wako kuhakikisha kwamba jinsi mnavyozungumziana inaleta radha katika ndoa yenu. Naomba wanawake pamoja na wanaume wote tukubali Kristo atuongoze katika mazungumziano katika ndoa. Tukifanya hivyo, basi hatutakuwa na shida nyingi katika ndoa. Kama za solution moja, ningependa kusema establishing open and honest communication channels. Ndiyo tulisema mtafute jinsi na wakati mnaweza kuzungumziana. Inaweza leta radha katika ndoa. La pili nikasema active listening and empathy. Yes. Najua watu wengine hawasikilizi. Ndio ile tulisema. Chef, kuna wake wengine unapozungumza na wao wanazungumza. Kuna wanaume wengine unapozungumza na yeye anazungumza. Anakuambia, unajua mimi hutaniletea chochote, hauwezi kunizungumzia chochote. Especially ukipata mtu wa Afrika uko ndani mwake mwingi, ama ukisi huko mwingi, basi huyo mtu kuzungumza ni kitu kigumu. Especially wala ambao bado mambo ya culture imewaadhiri, wanakuwa na shida hiyo sana. Kwa hivyo tunaomba kwamba katika hali ya mazungumziano, sisi wote tuketi chini na tuseme ni kipi kizuri na ni kipi kibaya. La mwisho ni kwamba using technology mindfully to enhance rather than hinder communications. It is very important.
Those are the three things ambazo zinaleta solution katika mazungumzio, kama mazungumziano. Niruhusu niingie jambo la pili. Baada ya kuzungumzia neno la communication, let me bring the second point. Yes. And that is financial stress. Msongo wa kifedha. Msongo wa kifedha. Ndio tukasema ikiwa hukujipanga vizuri kuingia katika ndoa, upende usipende chef, pesa, fedha ni kitu ya msingi katika ndoa. Ndiyo. Bila fedha hakuna kufaa. Bila pesa hakuna kutravel. Bila pesa hakuna kununua, hakuna chakula. So kuna watu wengine wanasema najua tusipokuwa na pesa tuwe tusikue naye, hakuna shida. Ni sawa. Katika hali ya kuzungumziana kwa ukweli, hatuwezi weka pesa mbele. Lakini pesa ni mojawapo ambayo inatusaidia katika hali ya kuweka ndoa vizuri katika kimaisha. Kama sasa utakapojaliwa uwe na mke wako ni mjamzito. Kuna vitu ambavyo anahitaji. Kama una ni nini itakuwa? Shida itakuwa imetokea. Unapata, mimi naona watu wengi sana, especially these young couples ambao hawajajiweka vizuri, na maybe mke hakusoma, hana kazi, lakini tayari ameolewa, yuko kwa nyumba. Na unajua hawa wake wako kwa nyumba, chef, tusiwadharau. Eti hawakusoma. Ndoa, wakati mtu ameingia ndoa, wewe umeona ni nani unaoa. Kama alienda shule ama hakuenda, lakini umempenda, huyo ni mtu wako. Lazima ushughulikie yeye. Ndiyo. Kwa hivyo fedha imeleta shida nyingi katika familia nyingi. Mimi nimeona watu wengine wameishi kwenye ndoa miaka michache. Mmoja ni mwalimu, mwingine ni daktari. Lakini wacha nikuambie, chef, hakuna uwazi wa pesa. Mishahara yao, hakuna mtu anajua huyu anapata ngapi. Kila mtu na mshahara wake. Angangane naye tu. Na mnajua mwanamke Mwafrika anasema pesa yangu ni yangu na ya mume ni yetu. Akiwa na wake sijawakosea. Lakini kupata mke ambaye anapata mshahara wake, ama amepata fedha fulani, ama baba yake amemsaidia kitu fulani na akaleta katika familia, akaambia mzee wake kwamba niko na hiki ndio nimepata. Ukiona mke kama huyo, mshukuru. Na bado mshukuru Mungu. Ndiyo. Maana ni wachache wanavyofanya hivyo. Watu wengi especially unajua wake wanajua kwamba mimi ninapopata chochote ninapeleka nyumbani kwetu. Wacha mama ashughulike hapa nyumbani. Ajenge, watoto waende shule, alipe fees, alete chakula. Wanasema hiyo ni kazi ya mume. Ndiyo. Lakini ndoa za siku hizi, Jefu, ni kuzungumziana na kushirikiana na kubebeana mizigo. Ndiyo, vile ambavyo umesema ni kweli. Tena katika kisasi hiji cha sasa hivi, ikiwa kwamba wengi ni millennials na Gen Z, hakuna mwanaume ambaye atataka kukaa na bibi mwenye tu afanye chochote na yeye aleti kitu kidogo kwa nyumba. Ikiwa kwamba ataanza kwamba ni kufanya pesa zake zinakuwa ni zake na kwenda kwao, basi kutakuwa na changamoto nyingi sana. Mtu mmoja hapo katika familia atakuwa anaendelea kuumia zaidi. Na ni vizuri ambavyo vile ambavyo umelileta kwamba watu aswa vijana waweze kuelewa wanapojipanga kuingia katika ndoa. Ujue kwamba hapa uwezi kuja upata kwamba ni maana kama ile wana wa Israeli walikuwa wanapata kutoka mbinguni imeanguka pale. Lazima ujitume kukasana kutafuta hapa na pale kuhakikisha kwamba mambo yote yamekuwa sambamba. Pastor, tupate break fupi, tukirejea tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu, ikiwa kwamba basi barabara kabisa, zikiwa zimekatika dakika 12 baada ya saa 8 mchana.
ikiwa kwamba ni masaa ya Afrika Mashariki, maeneo ya Marekani ya Kati, mji Wellington, Texas pale ni saa 12:12 asubuhi, ikiwa kwamba pale watu ndio wanaamka wakati hapa tunazidi kusonga mbele. Basi pastor, nisome jumbe 2-3 zile ambazo zimetumwa hapa. Anaona pale huyu anaitwa nani? Naona pale anaitwa Justin Masagege, anasema kwamba pastor are talking Peter facts and we have to swallow them. They are true. We have to be responsible to our families so long as we are alive. No any person will do it for you. Pale anasema kwamba yana ambayo pastor anayazungumza ni mambo ya kweli kabisa, kwa kwamba tuyakubali na tuweze kusonga mbele nayo. Na pale anasema hakuna yeyote ambaye anaweza afanya vile kwa familia zetu, ama hakuna ambaye anaweza kufanya majukumu hayo kwa familia zetu kama bado tungali hai. Basi tuweze kung'ang'ana na kufanya vile ambavyo tunapaswa kuyafanya. Na pale tukisonga mbele naona yule anaitwa Sili Kemunto, sijui ni Silai ama ni Silai Kemunto pale. Anasema kwamba samani ni Sylvia from Makisi County, anasema kwamba Nyachenge District, following you step by step, vijana na maisha, familia na elimu. Our presenter Jeff and Pastor Jackson Obare, God bless you for such a wonderful and educative topic. It has come to the right and every needy time. May God help our youths as they shape their future, and also families to experience happiness in their marriages. Niko ndani mpaka mwisho. Asante sana Sirifia kwa kufuatilia, na Justin Masagege. Tunapozidi kusonga mbele, karibu kumaliza pale, kuna yale tutaweza tu kuyachambua ikifika tuko na kama dakika 5-8 hivi tuweze kutamatisha kipindi chetu. Basi yale ambayo tutapaswa kuyafanya, lile ambalo hatutalifanya basi tutaliangalia wakati mwingine tukipata wakati wa kuweza kuyazungumza. Pastor, karibu tuweze kuiangazia yale machache ambayo tutaweza kwa sasa. Karibu. Asante sana Chef kwa nafasi tena. Mazungumzo yetu yanaendelea. Niko na points nyingi sana tuwezi maliza leo, lakini niliamua kwamba nilete chache zile ambazo ziko za msingi katika familia, especially sa familia changa. Tumeona kuna changamoto nyingi zinazoletwa na mambo mengi katika hali ya ndoa zetu. Nikasema la kwanza ni communication. La pili nimezungumzia financial stress. Pale hiyo ndio sasa tumezungumza mazungumziano katika hali ya kifedha. Ndiyo. Jinsi tunavyotumia fedha zetu kule nyumbani. Je, kuna uaminifu? Nashukuru sana kwamba nimegundua kwamba mke wangu ananifuatilia, ndio huyu anaitwa Sylvia. Nashukuru kwamba siku moja nitakuja kusema kutoa testimony kidogo jinsi tulivyoanza kuaminiana katika hali ya kifedha. Hatujai kuwa na shida kabisa katika familia yetu katika hali ya kifedha tangu hata hatujaoana. Maana nilimpa test moja nikiwa kijana na yeye akiwa kijana. Na muda huo sikuwa hapa Kenya. Nilikuwa mbali sana kule nchi ya Norway. Mungu akanijalia nikapata fedha kidogo. Na sikuwa na account. Maana mimi nilipotoka hapa sikujua kwamba account ni nini. Lakini kufuka mpaka ya kufika kule Europa, Mungu akanitunukia na fedha fulani. Sasa nakasema familia yangu tu kuwa na mambo ya bank. Sasa nikakuja kujua kwamba mtu peke yake nilikuwa najua ni yeye. Na yeye Mungu alikuwa amemjalia amefungua account. Sasa nikampigia simu nikamwambia yawezekana nikutumie gift fulani. Akasema hamna shida. Nikawa muwazi tu nikamwambia nina fedha kidogo, naomba nikutumie uniweke. Lakini wacha nikwambie Chef, kutumia mtu fedha ambaye umjui, amjaishi pamoja, ikawa ni hali ya tashwishi kidogo. Lakini kupitia ile kuwa na uaminifu
kwa mtu. Nikasema nitafanya hivyo. Na akanipa account yake. Nika forward hiyo pesa kwenda kwake. Kabla sijakuja nilikuwa na ile kitu naitwa kauoga kidogo. Inaweza fika huko Kenya nipate huyu mtu hayuko. Ametumia pesa zile. Ametumia zile pesa. Na hakuna mtu ambaye alijua nimemtumia. Kwa hivyo hata singeenda hata kotini. Ni ile hali tuliyesema trust. Trusting your partner. Nikatuma. Na nilipokuja nikamuita, aliposikia nimefika, basi ikafika muda nikamwambia nahitaji ile fedha. Hata yeye hakutaka kuenda kutoa. Hata hakuenda kuona ni pesa ngapi ziliingia. So akanipa ATM yake. Akakwambia nenda tu ukachukue fedha zako. Na sikuwa nataka kuchukua, but I wanted to check kama alikuwa ametumia fedha. Kufika kule chef nikapata pesa yangu iko intact. Hajatoa hata one bob. And this is why I decided to marry this lady. Hiki kilikanipa mtisho kwamba huyu mtu ni mwaminifu. Na nikashukuru kwamba maana hiyo ndio test moja nilikuwa ninaombea. Wakati nataka kuoa. Mungu nipe testi 3. Ya kwanza ni fedha. Mtu ambaye unaweza kumwamini katika hali ya kifedha. Watu wengi hawaaminiki katika fedha. Ni kweli. Na hii imefanya ndoa nyingi kusambaratika. Maana huyu akipata kibarua, akipata fedha zake anaweka. Na huyu anajiwekea. Kwa hivyo inapokuwa wakati mnataka mumeoana, mnataka kuanza project. Chef, ni pesa ya nani inafanya? Sisi wa Afrika tunajua kwamba mume ndiye anafanya hiyo kazi. Ni kweli. Ndio maana wanawake wengi hawajali, especially hao umesema Gen Zs, watu wa millennial. Hao watu wengi kuketi chini na kuzungumzia hali ya pesa zao ni kibarua kigumu chefu. Na hiki kimeangusha ndoa nyingi. Tupende tusipende. Hata wewe fanya utafiti kidogo. Tembea kwa familia, uliza how do you spend your money? Je, unajua mume wako anapata pesa ngapi? Unaweza pata wanawake hawajui. Kuna mtu hajaona slip ya mwingine. Na katika hali ya uoga na ile hali ya kusema kila mtu afanye kivyake, basi watoto huumia. Inapata kuna mtu mmoja peke yake anachukua majukumu mengi kulinda familia. Kwa hivyo sitazungumza mengi sana katika hali ya financial stress. But nataka wale ambao wanatusikiliza wajue kwamba hiyo ndio challenge ya pili kubwa katika ndoa hizi ambazo zimeanza haraka. Differences in spending and saving habits. How do you spend your money? Do you console your partner? Kwa watu wengine wanasema I want to give him surprise. Mtu anatoka hapa anaenda ananunua shamba kule Mombasa. Anapeleka mkawa, hii ni shamba yetu. Hiyo ni wakati mwingine tutakuja kusema kwamba surprise ziko katika ndoa. Unaweza fanya kitu fulani mwingine ajui. Especially what is your priorities in your family. Pesa zenu mmeanza kula mshahara. Priorities is very important. Hata wale ambao tuliosoma mambo ya biashara, you must talk about priorities as you start ndoa yenu. And chef, if you don't sit kule kwanza umzungumzie kwamba mke wangu nataka tukae hivi. Mume wangu, this is what I am expecting from you. Right from where we tulianzia wapi. That is the issue of communication. Cause hiyo sasa ndio iko kama mwavuli katika mambo mengine. Ni kweli. Mazungumzo yakiwa mazuri, mambo ya pesa haitakuwa na shida. Ni kweli. Hakuna shida kabisa. Mambo ya managing debts and financial responsibilities.
how do you manage your debts? Kuna mtu mwingine anaenda anakopa vitu vingi, mwingine ajui. Wakati mwingine nimeona familia wengine, mama anaenda anakopa fedha kutoka kwa chama. Ndiyo. Fedha nyingi, ananunua manguo, ananunua viatu, yuko smart, lakini ana debts nyingi. Huyu mtu akili yake iko sawa? Haipo sawa. Aibu tele. Halafu unapata wanachama ndio hawa nyumbani, wanapomoa nyumba, wanaenda na viti, wanaenda na ng'ombe, watoto wanakuwa katika hali ya ambayo hatuwezi kuielewa vizuri until hiyo ndoa inaharibika. Changamoto kubwa sana mambo ya fedha katika familia. Hata wale vijana hawajaoana. Ni vizuri kuwa na mitihani katika hali ya fedha. Unaweza chukua msichana wako kwa hoteli. Unajua msichana unaweza kusema huyu atakuwa mwanamke. Kuna wengine mkifika dance hoteli wanakaa ajui huyu kijana ana ngapi kwa mfuko. Jamani anasema leta kuku, leta samaki, leta chips, leta soda mbili. Ikifika wakati wa kulipa inakuwa ni shida. Ndio naona huyu kijana anatafuta njia yote, anaenda furisa, anakopa kutoka kwa marafiki, and that is the end of that relationship. So unaweza kuelewa kwamba huyu ataweza kuwa mke, huyu ni yule wa wapitaji, wale wanakula kula tu na kwenda. So it is you as a man or as a lady to check kwamba hivi vitu viziende kuwaletea shida katika ndoa yenu. Jambo la tatu, Jeff, kwa sababu ya muda na ulisema tuko na dakika chache. Jambo la tatu tutakuja kusungumzia ni balancing career and the family. Very important. Mambo ya kazi na familia. Tutakuja kusungumzia jambo hili tukiwa na muda. Na I will tell you kuna challenges katika that sector. Number 1 is time management and work-life balance. Je, do you balance mambo ya wakati wenu? Time is important. Kama ni time ya kuamka, ni kuamka, si kulala. And this is why you see familia nyingi zina umaskini mwingi. Because they are not serious na maisha yao. Chief, binadamu yeyote lazima afanye kazi. Hakuna kufanya kazi, hakuna chakula. Hata Biblia ilivyosema hivyo. Asiyefanya kazi hamna mlo kabisa. Ndio. Hii imechangia umaskini mwingi katika nchi yetu. Uliza watu wengi. Hawana chochote wanakula kwa sababu watu hawaendi kazi. Chef, hata mambo ya kubalance familia. Check how much do you earn. Yes. Again, watoto wangapi unataka kupata? Uwezi uleta watoto 7 na una chochote unawapea. Ni kweli. Paka unasema Biblia ilisema tuzae kama nini? Mchanga wa bahari. Acha kuharibu Biblia bwana. Hapa bwana hakuna mchezo. Hapa ni kuchoma. Hapa lazima tukuchome, tukuambie ukweli. Kijana ustahili kuwa na umaskini. Life begins at 40. At 40 kama hujafanya chochote, my friend, unakufa maskini. Ni kweli. Watoto wako hawaendi shule nzuri, ufai. Unapata watu ni wa miaka yao ni chini ya 40. Hawezi nunua nguo. Unaona? Hata alipi fees. Ni kweli. Watoto wake wako nje kila wakati. Chefu, ni ruhusu kusema neno lingine linaofuatia la 4 ni kwamba family and social pressure. Tutakuja kusungumzia hilo jambo tukipata muda ama wakati. I will talk about intimacy and sexuality. We will also talk about it. Na la ngine tutakuja kusungumzia parenting challenges. It's very important. Malezi ya watoto wetu. Hizi points nimezungumzia
kila point ina vipengele vyake. Na tukizungumziana na msikilizaji vizuri, it is not too late. Sure. Unaweza badilisha maisha. Na chefu katika vipengele hivi sita vinaweza kuondoa umaskini katika maisha ya young couples. Tusikubali kuishi maisha mabaya. Na chefu la msingi ni kwamba familia yoyote inayompenda Kristo kama Mwokozi katika maisha yao, hiyo familia haitakuwa jinsi ilivyokuwa. Ni kweli. Kumtegemea Mungu ni kitu cha msingi katika familia. Familia ambao wanaoomba pamoja. Familia inaoomba pamoja ni rahisi kusamehana. Shida zinaingia, lazima challenges zikuje kwa ndoa. Lakini ikiwa hawa watu wanamtegemea Yesu, wanaweza omba pamoja. Wanaweza kusamehaneni. Wanaweza tunza watoto. Unaona challenge nyingine katika young couples, kuna squeeze, kuna kudivorce sana, kuachana ni hali ya juu. Kitu kinanipa kinanipa stress sana, chef. Hata wale waliofanya ndoa katika nyumba ya Bwana, ni kweli, waliochukua ahadi, tayari ndio wao wako kotini, wanasema tunaachana. Mvua iliwanyeshea wapi? Kabla hawajaingia kwa ndoa, kuna vitu fulani hawakuzungumziana. Na kuna vitu fulani hawakupata kuelewana. Yes, hawakupata kuelewana. Hata kanisa siku hizi liko na shida nyingi kuzungumzia mambo ya ndoa. And you know, most of the time we don't have time to talk. Sure. Watu wako haraka. Hata kama kanisani usike pastor tuhubiri haraka tunaenda. Kama ni zamani chukua 20 minutes pastor, we are going. People are sick. Chef, haya maneno yako. Yep. Na wengine wanasema unajua si lazima niende kanisani, ndasali hata kwangu. Ama nisikize maybe ama nisikize radio na TV, Pastor Ubare atakuwa anahubiri masaa haya, so there's no need to for me niende kwenda kanisani. Kanisani la msingi sana. Na wacha nikwambie chefu, msikilizaji wangu, ukubali usikubali, imefika wakati unastahili kusema ama ku make the right decision. That is true. Kama unataka watoto wako wawe kuja kuwa ni watoto ni wa maana, ambao watakuja kukusaidia wakati umechoka, ama wakati wewe umegonjeka, ni vizuri anza sasa kuweka semina katika nyumba, semina katika kazi, semina katika sehemu yoyote. Hii inaweza kuleta suluhisho katika familia hizi changa. Ndio nikasema familia zilizo na miaka chini ya 10 kuna matatizo yake. 15 kuna matatizo yake. 20 utakuwa hao watu wameanza kuelewana, wanajua kitanda kama inalala kwenda chini hakuna shida. Lakini ya kwanza first year to 6th year hapo kuna shida nyingi sana. Maana unapokwenda kazi unarudi unapata mke ameamua kuhamisha kitanda huko bedroom ameleta kwa sitting room. You don't need to ask wewe lala. Ukianza kuulizia italeta shida. Hakuna usingizi bwana. Hapo sasa wameanza kuelewana. Na unajua kuna temperaments katika mambo ya ndoa. Ndio. Almost 4. Kuna kitu inaitwa kuna sanguines wako. Kuna melancholy wapo. Kuna watu wanaitwa choleric. Ukipiga basi trouser yake tena lazima arudi apige. Aridhike. Kwanza nakuuliza, kweli uliipiga pasi vizuri? Naona kwamba imekunjika mahali hapa. Uliitengeza ama ni tutengeze tena? Hizi ni challenges watu wanapitia kwa ndoa hizi ndogo ndogo. Ndio tukasema hivi vitu viko, na unajua hapa sasa kabla watoto hawajakuja kuna na chefu, tukipata muda tutazungumzia wale young couples Mungu hajawabariki na watoto. Na kuambia wanapitia machungu. Hao wasichana walioolewa kwa maboma, especially kwa Wakisii, kama mtoto hajakuja kwa miaka 2, kuna tabu nyingi. Maswali
chungu nzima. Paka mama anakuja, mama yake anaamka asubuhi, anakuja kwa kijana yake anapisha mlango kwamba nyinyi watu ni nini kinaendelea? Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunapozidi kusonga mbele zikiwa zimekatika dakika 33, basi pale ndipo tukua tunafika kikomo katika mazungumzo ya leo, kwa kwamba tutakuwa tunafanya marudio wiki ijayo kwa minajili ya kumaliza yale ambayo tumeyaanza na hatujaweza kuyakamilisha kwa sababu ya muda pale. Zikiwa zimekatika dakika hizi 35 baada ya saa 8 mchana masaa ya Afrika Mashariki, kwingineko Marekani ya Kati, mchi Arlington, Texas pale ni saa 12 na dakika 30 asubuhi kabisa. Tunapozidi kusonga mbele, na pale Silent Boy Quintim Otoyo anasema anafuatilia mafunzo, na wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia, na kama sijasoma ujumbe wako ambao umeutuma pale, basi ni kwa ajili muda umeenda kidogo pale, lakini wiki ijayo nadhani kwamba tutaanza mapema na tutaweza kumaliza mapema, na tutakuwa tunaangazia mengi tu yale ambayo tumeachia njiani. Nimpe Pastor aweze kusema yake ya mwisho tunapotamatisha kipindi pale. Karibu sana Pastor tena. Nashukuru Chefu kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Mimi nakipenda sana maana mimi nimesoma masomo sio mengi lakini machache katika mambo ya kifamilia. Na najua kwamba tukiendelea kupata muda wa kusumuziana pamoja na familia hizi changa, zile zingine bado kuanza, tunaomba watu wapate kupona. Maana tusipo usungumuziana, basi watu wengine wataacha kuingia kwa ndoa. Wale tayari wameingia, tunawaomba Mungu awajalie ili waishi maisha mema, ili we mvuto kwa wengine. Na kusema kwamba katika kumalizia kabisa ni kusema kwamba the importance of continuous effort and adaptation in relationship. Encouragement to seek help when needed. Open the flow for questions and discussions. Yes. Wala ambao mko katika ndoa hizi. Na naomba si vibaya kusik counselors. Kuna watu ambao wamesomea maneno kama haya. Ndiyo. Kuna pastors ambao wako na mambo mengi na makubwa ambao wanaweza kusaidia ndoa hizi zetu. Hata mababa zetu na mama zetu. Kuna wengine ambao Mungu amewajalia. Let us consult them. Wacha tuwazungumuzie, watatusungumuzia katika hali ya kindoa. La mwisho kabisa ni kushukuru wale ambao umetusikiliza, umetufuatilia. Kama watu wangu wa Nyachenge District na waona online, my wife Sylvia pamoja na watoto wangu. Niko na watoto 3. Mmoja anaitwa Angel Ann, mwingine anaitwa Carlos. Carlos ni jina ambalo nilitoa huko Norway. Nilikuwa one of my good friend. Nilipokuwa natoka pale nikaona nimpe jina hili. Na watatu ni Blessing ambaye ajizi vema. Tunaendelea kumuombea ili apone. Na nashukuru Chefu kwa kunipa nafasi kuja hapa. Nimshukuru Pastor Ubara. Our South Kenya Conference Youth Director Communication. Na vitu vingi anavyofanya. Ni kiongozi ambaye tunamtarajia kufanya mambo makubwa. Tunashukuru kwa kazi anaoifanya kwa vijana wetu katika conference hii. Ndio tumeamua na sisi kukaa nyuma yake. At least tumpe support. Tuone vijana wetu wanaenda mwelekeo mzuri. Nashukuru katika uongozi wetu wa South Kenya Conference. Ambapo president wetu ni Dr. Kiage. Tunaenja secretary, treasurer, Pastor Elijah. Pamoja na marafiki zangu zote kina Pastor Clifford. My good friends. Yes. Wengi sana kina Eliakim wa mali pote walipo. Najua wanaendelea kutusikiliza. Na wachungaji wote na Chefu usisahau tunaingia makambi. Makambi ndiyo yanaanza kuanzia this Friday. Tumeingia makambi na tunajua kwamba huu mwezi unaokuja watu wote tunawaalika kwa makambi. Zaidi ya yote wale wako Kenya,
na nchi zingine Marekani. Tunawashukuru na Mungu aendelee kuwabariki katika hali zote. And may the Lord bless you. Asante sana. Na huyo ni Pastor Obare Jackson pale, ambapo tena nadhani Mungu akipenda wiki ijayo tutakuwa naye katika mazungumzo haya tuweze kumaliza kile ambacho tumekianzisha. Pale naona Roger Sotondi akiwa anafuatilia. Tena nimemuona pale yule ambaye anaitwa Gedalia Kerry anafuatilia. District yangu. Kutoka district. Kwa hiyo vijana wengi wanatufuatilia sana. Wamekuwa wakifuatilia kipindi. Wiki ijayo basi tutamaliza topic hiyo ya challenges zile young couples wanapitia katika ndoa zao, na Mungu akitujalia tutakuwa tunaendelea vizuri. Basi kufikia hapo mpenzi mtazamaji, nimekatika dakika 38 baada ya saa 8 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Marekani ya Kati pale ni saa 12:38 asubuhi. Ninapotoka studioni basi nikikuacha na wimbo huu wa Rusi vile ambavyo umeumbwa na kwa ile ya Your Face Melodies.